Fi Sabilillah Online TV. Competence brings confidence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan, ndugu zangu, awali ya yote tumshukuru Allah tabaraka wa taala pamoja na kumtakia rehma bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kisha ndugu zangu, nilete wito kama ilivyokuwa desturi, usiache kusubscribe channel yetu, lakini kulike na kucomment ili kuweza kupata madini na vitu vilivyokuwa bora bihurmatillahi subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa taala atuwafikishe, ainawirishe chaneli yetu na atujalie tuweze kutoa kile kidogo ambacho Allah ametufahamisha tuweze kunufaika. Darsa yetu ya leo, kulingana na maswali yamekuwa mengi, leo tutaangalia vyakula vinavyomsaidia mwanamke na mwanamume katika kuzidisha ladha, hamasa na utamu wa aina yake katika kuliendea tendo la ndoa. Hii ni darsa nyeti sana. Kama utasikiliza vizuri, basi utapata manufaa na utaweza kuwajibika vyema katika utendaji wa kuliendea jambo hili, hasa kile chakula cha usiku. Hebu tuanze moja kwa moja na vyakula vitakavyomsaidia mwanamke hasa katika kuzidisha ladha, hamasa na utamu wa aina yake katika kuliendea tendo la ndoa. Kitu cha kwanza tunasema mwanamke apate tunda linaloitwa atufaha, kwa maana tunda la apple. Tunda la apple lau kama litapatikana vizuri, mwanamke akatumia nusu saa kabla ya kuliendea tendo la ndoa, wallahi siku hiyo mwanamke huyo atakuwa mpya na atakuwa bora, kwa sababu tunda hili la apple yatamatahana fil hayati aljinsiya. Mwanamke anapokula tunda la apple nusu saa kabla ya kuliendea tendo, huwa wanasikia ladha na utamu sana pale wanapokuwa katika tendo na waume zao. Lakini pia tunda hili la apple linamsaidia mwanamke katika kitu cha pili tunachosema ilaju liman biha yafaful mahbali. Ni matibabu sahihi kwa mwanamke ambaye ana tatizo la kuwa na ukavu sana katika sehemu zake za siri, jambo ambalo linapelekea akikutana na mumewe anapata maumivu makali. Sasa tunda hili la apple lina nafasi bora ya kumwondolea ukavu katika maungo yake. Pia lina madini tunayoyaita madini ya fabrozin yanayopatikana, ambayo kazi yake ni kutengeneza umbile lake liwe zuri huyu mwanamke na kutengeneza umaji katika sehemu zake za siri. Na hii fabrozin ina nafasi ya kusukuma damu kupeleka kwa haraka katika zile kuta ama maeneo ya kike. Ili mwanamke awe vizuri, ni lazima kuwe na msisimko wa damu katika maeneo hayo husika. Lakini kitu cha pili, hichi ni kitu ambacho tunasema mushtarakum bainahuma. Hivi ni vile vitu ambavyo akila mwanamke ni sawa na akila mwanaume ni sawa, kwa sababu vinasaidiana kwa pande zote mbili na katika kuleta ladha na hamasa. Na kitu hicho ni asalun nahli. Kama itapatikana asali halisi ya nyuki, hii ina nafasi bora ya kuweza kusaidia sehemu zote mbili, kumsaidia mwanamke katika kumpa ladha, hamasa, lakini pia katika kumsaidia mwanaume katika kupata ladha, hamasa na utamu wa aina yake anapokiendea kile chakula cha usiku. Lakini pia kuna kitu cha tatu, na darsa yetu ya leo tutaweka nukta katika kitu hichi cha tatu, ili tutakapoendelea katika darsa inayofuata tuweze kuona vitu vilivyokuwa bora zaidi na nini tufanye nusu saa kabla ya kuendea wake zetu, ama nusu saa kabla ya wake kwenda kukutana na waume zao. Na kitu cha tatu tunasema ni alfulu sudani, ni karanga mbichi. Tukisema fulu sudani, maana yake ni karanga mbichi, nazo zina utaratibu wake. Hapa ndio utakuta baadhi ya watu ananunua karanga robo, lakini katika utaratibu halisi wa kitabibu, kama atakula wingi wa karanga kiasi hicho hazitaleta manufaa. Badala yake zinachukuliwa kiwango kichache cha karanga
zinaweza kufanya nafasi katika kuliendea tendo la ndoa, lakini kiwango kikubwa kitaenda sehemu ambayo kitaweza kuleta athari na sio kufikia lengo. Tunasema kama mtu atatumia karanga mbichi, apate punje 7 za karanga nusu saa kabla ya kuliendea tendo la ndoa. Na hizi karanga zina manufaa makubwa hasa kwa kina baba. Hivi ni vitu vichache ambavyo leo tumetaja katika darasa yetu ya leo. Ikiwa atavitumia mtu nusu saa kabla ya kuliendea tendo la ndoa, basi vitu hivi vitamfanya kuwa bora na imara, lakini atapata ladha, hamasa na utamu wa aina yake. Tunasema ar-raghbatul jinsiya baharun la sahila lahu, kwamba mapenzi ni bahari isiyokuwa na ufukwe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.